أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mada ya leo itakuwa na anwani inayosema dhahara alfasadu fil barri wal bahr, ikiwa ina maana ufisadi umekuwa wazi au umedhihirika nchi kavu na baharini. Kwa nini mada hii iwe na title ama kichwa cha habari cha aina hii? Lengo ni kueleza jamii tunayoishi ndani yake waelewe kwamba masiku tuliyokuwa nayo ni masiku ya machafuko makubwa, uhalifu wa kivita na kila aina ya majanga yanayomkumba binadamu. Kadiri teknolojia inavyozidi kukua, ndivyo kadiri maisha ya mwanadamu yanavyozidi kuwa hatarini. Maisha yamekuwa katika hatari kubwa kutokana na uvumbuzi wa mwanadamu anaoendelea kuvumbua katika nyanja mbalimbali za kisayansi na teknolojia. Leo tunataka tuzungumze aya hii katika karne ya 21. Mwenyezi Mungu alipotueleza katika Qur'ani pale aliposema katika sura ya 30 aya ya 41, dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, ufisadi umedhihiri nchi kavu na baharini kwa yale ambayo yametokana na mikono ya wanadamu. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu anatueleza kwamba matatizo yanayotukabili kwa asilimia kubwa yametokana na mikono yetu au yametokana na matendo yetu. Kwa hivyo kila kile tunachokiona leo hii humu duniani kina mahusiano makubwa zaidi na kile ambacho wanadamu wenyewe wanakifanya. Sawa na kusema kwamba ikiwa kitu hicho ni kizuri, basi ni majibu ya mikono ya wanadamu au matendo ya wanadamu mazuri. Lakini ikiwa kitu hicho ni kibaya, ni majibu yale yale ya matendo ya mwanadamu yaliyokuwa mabaya. Karne ya 21 ilipoingia, tulikaribishwa na tukio kubwa ambalo lilitikisa dunia kwa ujumla wake. Nalo sio tukio lingine bali ni tukio la shambulizi la Oktoba 11. Wakati Marekani ilipodai kwamba imeshambuliwa na magaidi wa Al-Qaeda, na mtuhumiwa mkubwa aliyetajwa katika shambulizi hili akiwa ni Osama Muhammad bin Laden. Baada ya tukio hili la Septemba 11 ya mwaka 2021, vita vilitangazwa na taifa la Marekani dhidi ya Afghanistan kwa lengo la kuondoa utawala wa Taliban na kumsaka Osama bin Laden na wenzake waliohusika kwenye tukio la Septemba 11. Ndugu zangu Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu, kutoka tukio hili ndipo moto mkali ulipoanza kuwaka nyikani kwenye majani makavu. Watu walikufa kiholela na sheria zilitungwa za ajabu. Miongoni mwa sheria hizo ni sheria ya ugaidi ambayo mataifa mengi yalisaini sheria hii, na ilikuwa ni sheria ambayo inampa uhuru askari wa nchi husika pale atakapohisi kwamba mtu fulani ni mtuhumiwa wa ugaidi kumwaresti na kumficha mpaka kujua chanzo chake. Watu wengi walipotea kusikojulikana kwa sababu ya kigezo cha kusema mtu huyu anahusika na ugaidi au ni mshirika wa ugaidi. Lakini ukiachilia mbali matukio ya mtu mmoja mmoja yaliyowaathiri watu wengi, kama sio makumi, mamia, bali maelfu, bali pia nchi mbalimbali ziliendelea kutawaliwa na vurugu au vita kabisa. Miongoni mwa nchi ambazo zimeonja vurugu kwa jina la ugaidi au vita kabisa ya Afghanistan yenyewe, ambayo ilikuwa ni taifa limekwisha kupata utulivu na usalama kulingana na utawala wake ulivyojiimarisha. Lakini mara baada ya muda kidogo, madai ya shambulizi la Marekani la kigaidi dhidi yake yalipelekea Marekani kujibu kwa kuishambulia Afghanistan na kuondoa utawala wa Taliban na kuua maelfu ya watu. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, katika vitabu vya Mwenyezi Mungu, kabla sijakwenda kuangalia tukio hili, ni kosa kubwa na ni kosa mbele ya Mungu kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Tukio hili limekatazwa ndani ya Qur'ani kubwa. Mfano, tunapokwenda kusoma kitabu cha Qur'ani sura ya 5 kuanzia aya ya
32 kuendelea. Tunaelezwa na Qur'ani kwamba wa min ajli dhalika katabna ala bani Israil anna man katala nafsan bighairi nafsi, kwa ajili hiyo tuliweka sheria kwa wana wa Israeli kwamba yoyote atakayeua nafsi ya mtu ambaye hakuua wala hakufanya ufisadi atahesabika ni kana kwamba ameua dunia nzima. Hiyo ni sawasawa vile vile na vile ilivyoelezwa katika kitabu cha Biblia, kitabu cha Yohana sura ya 8 kuanzia mstari wa 36 mpaka 45, pale Yesu aliposema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu Ibilisi ndizo mpendazo kuzifanya. Yeye alikuwa muuaji tangu zamani, wala hajawahi kusimama katika kweli. Nikirudi katika pointi hii ya vita, baada ya Afghanistan kushambuliwa mwaka 2001 na maelfu ya watu kuuawa au malaki ya watu kuuawa, Marekani iliendeleza moto wake wa vita dhidi ya ugaidi, lakini kwa mara nyingine ilisimama kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuiambia dunia kwamba sio Afghanistan pekee ni taifa linalolindwa au linalowindwa na Marekani, bali lipo taifa lingine ambalo lapaswa kushambuliwa, nalo ni Iraq. Madai ya Rais Bush wa Marekani dhidi ya Rais Saddam Hussein wa Iraq ni kwamba Saddam Hussein anamiliki silaha za maangamizi za nyuklia, na hizo ni kitisho kwa usalama wa Mashariki ya Kati, Israeli na nchi nyingine za Kiarabu. Kutokana na swala hili, Marekani ilitangazia dunia kwamba ni lazima Saddam Hussein azikabidhi silaha za nyuklia. Kitendo ambacho mfano unachukulia wewe uambiwe una bunduki nyumbani kwako hali ya kuwa huna, halafu unaambiwa kwamba ni lazima uikabidhi bunduki hiyo ama la sheria kali zitakupitia juu yako. Wakati unaambiwa ukabidhi bunduki ambayo wewe huimiliki na unatishwa kwamba usipoikabidhi basi utapitiwa na sheria kali au adhabu kali. Kitendo hiki kilikuwa ni kitendo cha kustajabisha sana. Marekani bila kujali usalama wa watu wa Iraq, usalama wa raia wasiokuwa na hatia, iliendeleza wimbi lake la madai kwamba Saddam Hussein ni mmiliki wa silaha za nyuklia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliamua kutuma wakaguzi wa silaha ili kwenda kuona kwamba endapo ni kweli Saddam Hussein anamiliki silaha hizo ama la. Msafara mkubwa wa wanasayansi wa mambo ya nyuklia wakiongozwa na kina Mohammed al-Baradei walifika Iraq na kufanya utafiti wa silaha za nyuklia na kugundua kwamba hakukuwepo na ishara yoyote ya kwamba serikali ya Saddam Hussein inamiliki silaha za nyuklia. Zaidi ya hapo, tukumbuka kwamba al-Baradei na wenzake walieleza kwamba silaha kubwa ambazo Iraq alikuwa akizimiliki ni makombora ya Al-Samudi 1 na Al-Samudi 2, nayo makombora haya yaliharibiwa vibaya. Baada ya marejesho ya maelezo haya kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Marekani aliendelea kukazia na kusema kwamba al-Baradei na wenzake hawakutoa majibu sahihi, na Marekani kwa kupitia picha za satellite wana ushahidi wa kwamba viko vinu au makombora ya nyuklia ndani ya Iraq, na hivyo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lazima limpe kibali ili akazikamati na kuziangamiza silaha za nyuklia. Hata kabla hakujapigwa kura za kwamba sawa Marekani afanye tukio hilo, kwa nidhamu ile ile ya uendelezaji wa umagaji damu bila kujali usalama wa watu wasiokuwa na hatia, akina mama na watoto, Marekani iliamua kuivamia Iraq mwaka 2002, kuishambulia kwa kila sehemu na kuhakikisha kwamba wanakwenda kubomoa na kuangusha rasmi utawala wa Rais Saddam Hussein.